3 kwenye vitabu vyetu toleo kubwa. Tuombe. Bwana Mungu mkombozi na mfariji wetu, tunapokusanyika kuabudu katika roho na kweli, kwa kuomba kwa unyenyekevu tufungue mioyo yetu iweze kupokea mahubiri ya neno lako, ili tuweze kutubu dhambi zetu, kuamini katika Yesu Kristo kama mwokozi wetu pekee, na tupate kukua katika neema na utakatifu. Tusikie kwa ajili yake. Amen. Bwana Mungu wetu yuko hapa, yuko pamoja nasi. Tumsujudie, tumche na tumsikie jinsi anapotufundisha katika neno lake akisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Wapendwa katika Bwana, tukisema kwamba tuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mioyoni mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, tufungue mioyo yetu ili tumuungamie Mungu dhambi zetu. Tutatumia ungamo sehemu ile ya pili. Mungu Mwenyezi na mwenye rehema, kwa neema alimtoa mwanawake wa pekee na kufa msalabani. Kwa ajili ya Kristo Mungu ametusamehe dhambi zetu zote. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu amen. Siku ya Bwana ya 9 hadi ya 7 kabla ya Pasaka. Kurasa wa 284 kwenye vitabu vipya
na wa 383 kwenye toleo kubwa. Bwana ndiwe jembe langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina unichunge. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Haki yako uniponye, unikemee sikio lako, uniokoe ima. Mkononi mwako naiweka roho yangu, umenikomboa ee Bwana Mungu wa kweli. Na nishangilie nizifurahie fadhili zako, kwa kuwa umeyaona mateso yangu. Umejua nafsi yangu tabuni, wala hunitia mikononi mwa adui. Miguu yangu umeisimamisha panapo nafasi, jinsi zilivyo nyingi fadhili zako. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na iwe sasa na siku zote, na hata milele na milele. Amen. Bwana ndiwe jembe langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge. Tumwombe Bwana katika amani. Ee Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Ee Bwana, tunawaombea wote wanaingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kukusifu. Ee Mungu, utusaidie, utuokoe, uturume na kutuhifadhi kwa rehema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni, amani duniani kwa watu waliowaridhisha. Mungu atukuzwe pekee, shukrani zitolewe, sababu ya rehema kuu aliyotutendea. Mungu atupenda sana, sababu ni ametupa kutegemea na rehema. Mgeukie, mwangalie usoni, anaonyesha kweli fulani, anaonyesha kufurahi. Tutakiane amani, tutakiane amani, 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 tutakiane amani, amani ya Bwana. Tutakiane amani, tutakiane amani, 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 tutakiane amani, amani ya Bwana. Tutakiane furaha, tutakiane furaha, furaha.
mambo yote yatatimizwa, mwana wa Adamu aliyoandikiwa na manabii. Tazameni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mambo yote yatatimizwa, mwana wa Adamu aliyoandikiwa na manabii. Tuombe. Bwana, umetufundisha ya kuwa matendo yetu yote pasipo upendo hayafai. Twakusihi utumiminie mioyoni mwetu upendo wako, na kwa rehema zako utujalie kuzidi kutubu dhambi zetu kweli. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Tusikie somo la pili ambalo litasomwa na mzee wetu wa kanisa kutoka kitabu cha Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Kitabu cha Waraka wa Mtume Paulo. Amen. Karibuni tusikilize somo la pili, somo kutoka katika Warumi mlango wa 11 mstari wa 25 mpaka wa 27. Somo katika kitabu cha Warumi mlango wa 11 mstari wa 25 mpaka wa 27. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli, mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Hivyo Israeli wote wataokoka, kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, atamtenga Yakobo na maasi yake. Mstari wa 27. Hili ndilo agano langu nao, nitakapowaondolea dhambi zao. Amina. Mungu